lakini msiogope. Nitawapa hekima ya kuzungumza. Watawapeleka magerezani, yote inaashiria mateso ya kanisa kwa kuzusha. Ndio maana watu wa leo ukimwambia ukweli anasingizia alivyo yeye. Wewe mbona umefanya 1 2 3? Ananiambia kwa sababu mimi ni mwanamke. Sio kwa sababu ni mwanamke umekosa. Nakwambia wewe kama binadamu sio kama mwanamke. Tunahitaji kuishi 1 2 3. Au ni kiongozi, umekuwa kiongozi mwanamke, kwa hiyo unaanza kulilia wanawake wako. Unatusaidia nini sisi wanawake? Sisi tunaangalia kazi unayofanya. Kama umekuwa mbunge mwanamke, basi tunaangalia, tunaongea na mbunge. Na tunataka mbunge afanye 1 2 3. Usifanye kisingizio cha wanawake kwamba wananionea kwa sababu mimi mwanamke. Sio kwa sababu wewe mwanamke, pana, ile kwa sababu ya wadhifa wako. Tenda inavyotakiwa na wajibika kadiri inavyotakiwa maadili ya kazi yako. Na wengine wanakimbilia kwenye mambo ya udini, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kusingizia, kwani tunasingizia, kwani tukimbilia huko? Anasema hivi kwa sababu anamsema huyu kwa sababu si wa imani yake. Na amekuambia mawazo yangu ni sio mawazo yako. Kwa lazima tuangalie yote haya. Lazima tuangalie haya. Ndio maana sasa kwamba kama huwezi ukatambua makosa yako, na ili utambue makosa yako unahitaji tafakari ya kina. Unahitaji kujitathmini kwa kina. Kama utashindwa kujitathmini kwa kina, ndio utakuwa unasingizia visingizio vingi. Na matokeo yake utakimbia kivuli chako. Hiki si changu, kivuli hiki si cha kwangu. Kwenye mitandao walikuwa wanaonyesha katoto fulani kanakimbia kivuli chake mpaka kanaanguka chini. Wakati ni cha kwake, anakimbia kivuli chake. Katika maisha yetu tunakimbia vivuli vyetu. Umefanya kazi hiyo, umefanya wewe mwenyewe, umechemsha wewe mwenyewe, hujafanya vizuri mwenyewe, wewe unaonyesha watu wengine. Kwa nini unaonyesha watu wengine? Kaa chini, tafakari, tathmini, jihoji, alafu itakusaidia.